Mwaganji anasema inapotokea wanandoa wanaenda kudai talaka, ameenda mtoto wa kike anakubaliwa kupewa talaka, lakini wa kiume akiomba talaka anakataliwa. Labda niseme hivi, ndugu mnaotusikiliza, ndugu mtangazaji, hili swala la talaka unajua ni kitu ambacho ni cha umakini sana. Chombo pekee kinachotoa talaka, kilichopewa dhamana ya kutoa talaka ni mahakama pekee yake. Sasa mahakama ndio taasisi iliyopewa jukumu la kutafsiri sheria. Sasa kama ndo hivyo, ukienda kudai talaka, sio tu unafika mimi nimekuja kudai talaka nipewe, unapewa. Hapana. Ukienda kudai talaka dhidi ya mwenzako, lazima mahakama iwasikilize. Kisha wasikiliza, ijiridhishe kwamba sababu unayoitoa, je, ni sababu inayotosha kutoa talaka? Kwa hiyo mwanaume unaweza kaenda ukadai kupewa talaka dhidi ya mke wako, kutoa talaka. Hii ndio kupewa. Mahakama lazima ijiridhishe sababu ya kutoa talaka. Sababu ya kuomba talaka ni ipi? Pale itakuwepo kesi ndogo sasa. Itasikiliza mahakama, ijiridhishe kwamba huyu mtu kweli kutokana na sababu zake anastahili kupewa talaka. Kwa hiyo hata mwanaume akienda kudai talaka dhidi ya mke wake, yale anayomfanyia, mahakama ikijiridhisha inaruhusu. Lakini niseme kwamba sababu nyingine ya mahakama kutokutoa talaka wakati mwingine ni hii ifuatayo. Wanaume huwa ni wavumilivu kuliko wanawake kwenye swala zima la talaka. Mwanamke anaweza kaomba talaka, mwanaume anamsikiliza tu. Mimi naenda kuchukua talaka, mwanaume anamsikiliza. Na mwanamke anaweza akamfanyia vitu fulani, mwanaume akawa anavivumilia. Anamfanyia vitimbi vinajirudia, mwanaume anavivumilia. Kwa hiyo kule kuvumilia, ikishaonekana mahakamani kuna visa ulivyokuwa unafanyiwa na mke wako kwa muda fulani, ukawa una uwezo wa kuvivumilia, kwa hiyo unaweza usipewe talaka, unaweza usiruhusiwe, kwa sababu imeonyesha kwamba hivyo vitendo amewahi kuvifanya mke wako kwa muda kadhaa na ukawa na uwezo wa kuvivumilia. Kwa hiyo inaweza isifanye nini? Isitoe talaka. Swali la mwisho hapo kwa msikilizaji Amariza.